kutisha na kuanza kuwaua wanafunzi wa Bwana, akamwendea kuhani mkuu, akataka ampe barua za kuenda Damasco zilizoandikwa kwa masinagogi, ili akiona watu wa njia hii, waume kwa wake, awafunge na kuwaleta Yerusalemu. Hata ilipokuwa akisafiri, ikawa anakaribia Dameski, ghafla ikamwangazia kote nuru kutoka mbinguni. Akaanguka chini, akasikia sauti ikimwambia, Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Akasema, unani wewe Bwana? Naye akasema, mimi ndimi Yesu unayeniudhi wewe. Amen. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Matendo ya Mitume 9 mstari wa kwanza na wa 5 ndipo tuliposoma. Muda unakwenda, simama nao. Hili ni neno la ufunguzi ambalo nilitaka tufungue nalo siku ya leo, kuhusu habari za kuuzi au habari za mtesa. Huyu Sauli ambaye tunamjua kama Paulo, jina sana, hakuwa mtu ambaye asiyejua neno la Mungu. Alikuwa mojawapo wa watu ambao wanajua neno la Mungu. Alikuwa mojawapo wa watu ambao wanafundisha maneno ya Mungu. Lakini neno la Mungu au sauti ya Mungu, ambayo sauti ya Yesu Kristo ilimtokea katika njia akitoka nyumbani kwao ili kwamba aende Damascus, ambayo leo ni kapitali ya nchi gani? Ya Syria. Anatoka Tarsus, Uturuki, anaenda Damascus. Kazi kubwa ilikuwa ni kwenda akiwatafuta watu ambao wanamwabudu Yesu Kristo, watu ambao wanamwabudu Mungu wa kweli, ili kwamba aweze kuwaua. Tulisema huyu alikuwa ni mtumishi wa Mungu, mwalimu wa maneno ya Mungu, lakini alikuwa na kazi ya kutafuta watu ambao wanamwabudu Mungu ili kwamba awaue. Neno la Mungu likamtokea, sauti ya Yesu ikamtokea, ikamwambia kwamba, Sauli, mbona waniudhi? Sauli akasema, ni nani ninayemuudhi? Ukitazama na ukisikia mahali ambapo sauti ilimtokea, ilikuwa ni mahali ambapo sio katika mji. Kama vile unapokuwa katika barabara ukitembea, unafika mahali ambapo ni tangwa tu, hakuna nyumba wala mtu yeyote. Hapo ndipo sauti ya Yesu ilimtokea. Sauli akashangaa, ni nani ananiita? Hakuna mtu yeyote. Lakini jambo ambalo nilimwambia kwamba kuna mtu anamuita na mtu wa juu, alisikia sauti, Bwana ni nani ambaye ninamuudhi? Akamwambia, ni mimi Yesu Kristo. Amen. Nataka kusema kwamba watu wanaowauzi watu wengine waamini ni wale waamini. Wale waamini ndio wanawauzi waamini wengine. Ndugu yangu uliokoka, usiwe kikwazo kwa waamini mwenzako, kwa sababu hauuzi waamini mwenzako, unamuuzi Yesu Kristo aliyewafilia ili wawili. Unapomkwaza waamini mwenzako, unapomkosea waamini mwenzako,
unaposikia sauti sawa hiyo siku hiyo wokovu uliingia katika nyumba ya sauti. Sio ndio naweza kukumbusha. Na wewe unaweza kuwa ni Mkristo. Ulibatizwa. Ni mtumishi. Lakini hautapata wokovu. Hauna wokovu. Ungali unamuhusu Yesu Kristo. Lakini siku ya leo usitoke. Ukubali kwamba ubadilike. Sauli alibadilika. Hata jina likabadilika. Kwa sababu aliitika sauti ya Yesu Kristo kumwambia kwamba anamuuzi. Ikiwa na Mungu unamuuzi Yesu Kristo. Na mtangazia siku ya leo kubadilika. Kubadilika. Itakuwa hauui. Haupigi. Hautesi. Ile kuteta mwenzako mwamini. Ile kumkosesha amani mwenzako mwamini. Kwamba unamkosesha Mungu amani. Yesu Kristo ndiye anamkosesha amani. Yesu Kristo ndiye unayemuuzi. Mungu aturehemu na bali neno hili. Amen.